kanisa niwakaribishe wale wote ambao tumekuwa pamoja na simama tu na wameketi ili kwamba mpate tena kukaribia nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji alifaa kuwa hapa kwa ibada hii, lakini kwa sababu ya mambo bila matatu hakushinda, lakini tutakuwa sote kwa ibada ya pili na baraka zitamrudia Mungu. Leo tunaviamini sana leo ni fete, tutakuwa wafupi sana kwa sababu waingani na ingine mambo, najua Mungu atajitukuza. Tutasimama kwa miguu yetu tusome katika kitabu cha Wafilipi. Tutasoma tuanze na Kutoka, tusome Kutoka 17:11-14. Basi leo tukuzo ndio kusomea Kutoka chapitre 17 verset 11-14. Ikawa Musa alipoinua mkono wake Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake Amaleki walishinda. 12 nasema, lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akaliikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu, mikono yake ikathibitika hata jua ilipokuchwa. 13 Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe kumbusho, kisha lihubiriwe masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitafuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Amen. Amen. Leo nitakuandika Samueli wa kwanza 15 ya Esther, sura yake ya 7 mstari wa 10 na sura ya 8 na 10. Tutasoma hii ya Wafilipi, tutasoma Wafilipi sura yake ya 2 hadi verse 14. Biblia inasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Amen. Na nataka tu kwa dakika chache, hata kelke minutes, tutazungumza somo fupi ambayo nasema esprit de reclamation, roho zinazo kurudisha ama kumrudisha mtu nyuma. Esprit de reclamation. Sasa tunaenda kumwambia esprit de reclamation. Esprit de reclamation. Reclamation ni esprit ya mauvaise histoire. Reclamation ni esprit ama roho ambayo inakurudishaka kumambo mabaya ambayo umeyapitia ama vizazi vimeipitia. Na wakati nilikuwa nikisoma na kuelewa hii neno, nikaelewa kitu kikubwa sana. Watu wengi wako ndani ya kanisa, lakini wanapigana na roho ambazo wazazi ama vizazi na vizazi vilikuwa vimeanzisha. Biblia yangu inasema ya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo kwa ukweli alikuwa katika plan za Mungu, kwa sababu ni mbarikiwa ama watu ambao walichaguliwa kwa kubarikiwa. Lakini kwa sababu hii
zinaendelea kufanya kazi, kukafika muda ambayo Yakobo ni mbarikiwa, lakini haishi hizo baraka. Ukisoma Biblia vizuri, hii esprit inafanya kazi, na hii esprit inafanya wengi wasiendelee mbele. Nitakupatia historia fupi. Mtu ambaye anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na upako, alikuwa na mafuta. Ibrahimu Mungu alimtumia, lakini Ibrahimu akaamua kubibi ambaye ni tasa. Ijapokuwa utasoma Biblia yako vizuri, kuna mahali ambapo Ibrahimu alifika akamwombea mke wa Abimeleki. Hiyo familia hawakuwa na mtoto, lakini wakapata mtoto. Ijapokuwa huyu Ibrahimu yeye peke, mke wake bado ni tasa. Hii esprit ya reclamation iko nafanya kazi ndani ya chama ya Ibrahimu. Hiyo ya utasa ambayo ilikuwa na Sara, wakati Sara Mungu anamfanikisha kuzaa, anazaa mtoto anamuita jina ya Isaka. Lakini kwa sababu hii esprit, hii roho ni roho ambayo iko na reklame vizazi na vizazi, hiyo utasa ikafuata pia mke wa Isaka ambaye anaitwa Rebeka. Rebeka naye ile utasa ikamfuata, kwa sababu hii esprit iko nafuata vizazi na vizazi. Mungu atusaidie sana. Nasema Bwana atusaidie sana. Ukishuka tu kule katika ile genealogy ama katika ile generation ya Ibrahimu, kwa mwingine mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo naye ile esprit inakufuata mke wake Rachel. Rachel naye anakuwa tasa. Inamaanisha kwamba hii chama ikenda tunapata watasa. Hii roho ikaanza na kuendelea na kufanya kazi na kujitukuza. Lakini asubuhi ya leo nataka nisungumuzie watu ambao wataelewa ya kwamba mahali ambapo pana roho chafu, pia pana roho ambayo ni roho takatifu ya Yesu Kristo, ambayo inatengeneza na kuharibu hizo roho chafu zote ambazo zinakuwa zikiharibu maisha ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii roho ikiingia ndani ya chama yako inaweza kuleta umaskini. Mchama unazaliwa watu wote, lakini hakuna mwenye anaweza kusaidia mwingine, na watu wengine wanaiona kama ni kawaida. Hiyo mambo si ukawaida. Lazima upigane na mambo hiyo, ili kwamba Bwana restore familia yako na jamaa yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema lazima upigane nayo. Kuwa umaskini haiko parmi maplan za Mungu. Na wengine wanasema eri kuwa maskini wa roho. Wakati Mungu yuko anazungumzia pale, wengine wanasema Mungu akupatie na pesa, Mungu akupatie na pesa. Pepo ya umaskini ikiingia, hata kuhubiri hautohubiri mzuri. Pepo ya umaskini ikiingia, kama hii roho inaingia, hata kuimba hautaimba vizuri. Mkwaya biko na besoin ya kuuza uniform. Uniforme hatuiuze kwa maombi, lakini uniforme tutaiuza kwa pesa. Ndio maana Bwana atupatie pesa katika jina la Yesu. Nafuja roho yote ambayo iko nafanya blockage ndani ya maisha yako kifedha. Bwana aiondoe katika jina la Yesu Kristo. Petro anavua samaki, analala usiku apate kitu. Ijapokuwa zile samaki za Petro lazima aziuzishe ndio apate pesa, alipe tax na afanye mambo mengine, lakini hapate kitu. Inamaanisha kama haupati kitu katika biashara uko nafanya, na pesa nazo zitafanya nini? Itakosekana. Ilibidi Yesu mwenyewe akuje aingie ndani ya mashua ya Petro, amukopeshe ile mapetro ile mashua, amwambie ninataka kuhubiri injili. Lakini kumbe kukopeshwa kwa Petro hiyo mashua kwa Yesu ni restoration ya pesa ambayo Yesu anataka kuleta ndani ya maisha ya Petro. Ndio maana wakati Yesu anamaliza kutumia mashua ya Petro, hakumwacha
akamwacha vile, akamwambia uende sasa uvue samaki. Petro alipovua samaki alipata nyingi, akauzisha, akapata pesa ambayo itamsaidia pia kwa kuhubiri Injili. Hii Injili pia inahitajika mfuko wetu ikuwe sawa, ndio pia Injili isonge mbele. Kuna mahali ambapo Bwana atakutuma, kama hii esprit, roho ya kuchukua pesa ndani ya familia yako imekushika, hautapaenda ijapokuwa ni Bwana amesema. Mungu atuondolee sana hii roho katika jina la Yesu Kristo. Nasema hii roho haiko tu limite ku pesa, pia hii roho iko limite ku chômage. Hii esprit de réclamation. Babako alikuwa shomeri, mtoto anakuwa shomeri, mjukuu anakuwa shomeri, mjikororo anakuwa shomeri. Jamaa nzima inaala bashomere multiplier fois 100. Kila mtu ni shomeri, hakuna mwenye anaenda kukazi kwa sababu hii esprit tayari imeingia ndani ya jamaa. Bwana tuondolee hii roho katika jina la Yesu. Niko nafunya maroho za reclamation zenye zilikuwa na reklame kazi yako, mahali ambapo kazi yako imebwana. Leo Bwana kurejeshe katika jina la Yesu. Nasema Bwana irejeshe katika jina la Yesu. Kwa mtu mmoja anisikia, kwa mtu mmoja anisikia, we bado ngali naviona normale kwa sababu havijakufikia. Wale ambao vimefikia wameteseka na hii roho imewatesa. Leo niko na tabiri kwa madhabahu hii, roho yoyote ambayo ilikuwa inabana kazi yako, roho yoyote ambayo ilikuwa inabana biashara yako, roho yoyote ambayo ilikuwa inabana kilicho chako, Bwana akirejeshe katika jina. Nasema Bwana akirejeshe. Tikisa jirani yako, sema leo kitarejea kwa jina la Yesu. Sema leo kitarejea kwa jina la Yesu. Nataka utikise watu 3 4, waambie leo Bwana atakirejesha katika jina la Yesu. Niko nasema Bwana atakirejesha katika jina la Yesu Kristo. Hii esprit kiingia inafunga mandoa ndani ya jamaa. Hakuna mwenye anaweza kuolewa. Ndoa yenye ulipata wewe ni mtoto wako alipitia kudirisha, ni mimba tu ndio alibeba. Hii ni esprit inapana mandoa. Woko na viona vya kawaida, woko na viona viko normale. Wale wote ambao walipitia hii na kuielewa, hawakubakia kimya, walishuka kwa magoti wakililia Bwana. Paka kuta ya Yeriko ikafanya nini? Ikaanguka. Paka kuta ya kufunga mandoa ikafanya nini? Ikaanguka. Bwana achilie mandoa tena katika jina la Yesu. Nasema Bwana achilie mandoa tena katika jina la Yesu. Nasema Bwana achilie mandoa katika jina la Yesu. Unafikisha miaka, wanaanza kuita shanga, unaviona viko normale. Nasema bajene hamutaitiwa bashanga katika jina la Yesu. Nasema hutaitiwa shanga katika jina la Yesu. Utakitiwa shanga, acha nakuwe shangazi wako mloko yake na babako, ama mkubwa wake na babako wa mwanamke, ndio shanga. Lakini wewe uko tu idada 35 38, basha za kuita shanga. Ile esprit ambayo iko nafanya bakuite shanga, leo naenda kuiondoa katika jina la Yesu. Nasema leo tunaenda kuiharibu katika jina la Yesu. Nasema leo tunaenda kuiharibu katika jina la Yesu. Nasema leo tunaenda kuiharibu katika jina. Hii esprit ya reclamation inabana Yakobo. Kwa Biblia yangu iko nasema ya kwamba siku moja Yakobo akasema bongo, akaenda mbele ya baba yake, akajifanya Esau ijapokuwa yeye ni Yakobo. Sasa ndani ya hii jamaa wanasemaka bongo, beba anatumikiaka Mungu. Abrahamu siku moja tena na mfalme mmoja yuko na Sara, anamuuliza kwa Abrahamu, akasema eske alikuwa ni dada yake? Kwa ukweli kwa dada yake juu anasema baba na Abrahamu kwa vile parce que Sara tayari amekuwa mke wake, akaiona kama ni nini, kama ni kawaida. Isaki naye siku moja naye bongo, Rebeka ni nani yake, ile bongo ya batate atembea mchana. Sasa kametre professionnel toka Yakobo toka anasema tate bongo atewe kwa mwanamke kwa dadake pale kubongo ya ba professionnel
akatwala jina wake akaifanya jina yake, yeye akashanje identity, akasema iko tena mimi ndio Yakobo, papa mimi ndio nani? Ndio Esau. Bakamubarikia ijapokuwa amepokea baraka, lakini kwa kutumia bongo. Kumbe bongo hii esprit ya reclamation iko tu namfuata. Biblia yangu inasema ya kwamba siku moja Yakobo iko mahali ambapo kunaitwa Beteli. Wakati alikuwa Beteli, alikuwa katika usingizi, akaona wa malaika wakipanda wakishuka. Ile siku ba malaika walikuwa nakuya na baraka ya Yakobo, lakini walipofika kwa Yakobo hawakuona Yakobo, walikuwa wanaanza kuona ndio Esau, parce alishabeba identite ya mtu mwingine. Mungu atusaidie sana. Nasema Mungu atusaidie sana. Nasema Mungu atusaidie sana. Wandugu, tuepuke uongo. Tuepuke kusema vyenye havifai, vyenye haviko kumstari. So hii Biblia yangu iko nasema ya kwamba mahali ambapo panaitwa Penuel, maraba hapa Penuel, Yakobo alikuwa pale. Wakati huu malaika anakuja, Biblia yangu nasema ya kwamba Yakobo alipomwona maraba ile siku, malaika akamuuliza Yakobo, akamuuliza mjina, wewe unaitwa nani? Maraba Yakobo akakumbuka hivi vitu vya bongo vilishanireklame sana. Hivi vitu vya bongo vinanifanya nisiendelee mbele. Hivi vitu vya bongo viko nafanya nisiperse. Akamwambia maraba, naitwa Yakobo. Maraba hakutumia jina kama mimi ndo Esau, mimi ndo wa mkubwa. Akasema kweli leo ninaitwa Yakobo. Na pale pale ndio utakumbuka ya kwamba malaika akabadilisha jina yake, akamwambia hautaitwa tena Yakobo, lakini utaitwa nani? Israeli. Na Israeli ni baraka, ni autorite ambayo Mungu amempatia Yakobo, ya kwamba we hautakuwa tu nation moja, lakini we utarepresente tu tribu za Israeli. Niko natangazia mtu hapa, Bwana abadilishe jina yako ili kwamba vilikuwa na kupunga na vizazi, na wao ujifungulie generation yako ambao we utatembea nayo ili kwamba watu wajue kwa kweli uko na Mungu. Familia yako inawezekana ni wachawi. Inawezekana umetoka katika ukoo ya watu ambao kumtumikia Mungu, lakini kwa sababu wao umeamua na umekubali utatembea na Mungu, Bwana atakutumia katika jina la Yesu. Niko nasema Bwana atakutumia katika jina la Yesu. Mungu aamshe watu ambao hawatatembea na esprit ya reclamation, lakini watatembea kwa sababu wamechumbia generation mpya. Kama vile Yakobo, hautaitwa tena Yakobo, lakini utaitwa Israeli. Wao utaitwa tena mtoto ya mchawi, lakini utaitwa mwana wa Mungu aliye hai. Hautaitwa tena shomer, kwa sababu Bwana atachilia kazi. Wewe utavuja shomaje mjamaa yako. Wewe utavuja umaskini mjamaa yako. Wewe utavuja kusipoendelea mbele mjamaa yako. Wewe utavuja. Kwa mtu mwenye nisikia, niko nazungumza na mtu ambaye atasimama na kusema leo mie nitavuja kenye bazazi ya bakufanya, mie nitakifanya. Kwenye bazazi ya bakufika, mie nitafika. Kwenye mie nitafika. Niko natabiria mtu, Bwana akutendee katika jina la Yesu. Nasema na iwe hivyo kwa maisha yako katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kwa mtu mwenye nisikia, nasema pokea kwa jina la Yesu. Kama umepokea, simama kwa miguu yako kishangilia tu. Simama kwa miguu yako kishangilia. Sema na mimi nimepokea. Sema kwa sauti, nimepokea kwa jina la Yesu. Bakia tu kisimama, bakia kisimama. Sema nimepokea kwa jina la Yesu. Sema nimepokea kwa jina la Yesu. Sema esprit ya reclamation, hautanireklame tena, kwa sababu nimezaliwa mpya. Ni ya damu ya Yesu Kristo. Mie siko tena ule wa zamani, mie nimekuwa mpya. Mie siko tena wa mageneration, nimejumbia generation yangu, na benye batakuya apres mie batatembea juu mie nilibapreparele terrain. Kwa mtu ayanisikia, ambia jirani yako preparele batoto yako terrain. Sema preparele vizazi terrain. Bakia tukisimama kwa miguu yako tuombe Mungu. Bakia ukisimama kwa miguu yako. Wapasteri wasimame tuombe Mungu. Tikisa jirani yako mwambie hii esprit de reclamation ishindwe kwa jina la Yesu. Sema ishindwe kwa jina la Yesu. Yenye iko na reklame
franka zingie mu mfuko ishinde kwa jina la Yesu. Ukipata kazi hauwezi fanya yako dejuru ishinde kwa jina la Yesu. Ukianza biashara msoko akadutu wenjo bashai anza ita mama Kihomba. Mama Kihomba leo hautakuwa tena mama Kihomba. Na utakuwa mama wa kuendelea mbele, utakuwa papa wa kusonga mbele. Kihombo kyote kishindwe kwa jina la Yesu. Nasema kishindwe kwa jina la Yesu. Jamaa yako yote hakuna Mkristo, wote wakunywa pombe. Wote aleta injili ndani ya jamaa yako. Wote aleta wokovu katika familia yako. Katika pamoja weka tu mkono yako juu, weka mkono yako juu. Weka mkono yako juu. Oh, rabo satayaba. Haleluya. Yesu avunje vilivyokufanya usifanikiwe. Vilivyokufanya usisonge mbele. Vilivyokufanya usiendelee mbele. Tutaomba tu kwa dakika moja. Utapiga makofi na mikono huko tunaomba nasema vivunjike kwa jina la Yesu. Vilivyonifanya nisiendelee mbele, vilivyofanya chama yangu siendelee. Anza kuomba noko napiga tu makofi. Noko naomba noko na vikatala, noko na vikemea. Noko nasema vishindwe kwa jina la Yesu. Tunavikemea katika jina la Yesu. Vinavyokustope, vinavyokufanya usifanikiwe, vinavyokufanya usione mafanikio, usione baraka, vishindwe kwa jina la Yesu. Viharibu. Kemeavyo. Sema leo nimevikataa, leo nimevikemea, leo vishindwe. Waliobaki mbele yangu leo washindwe. Waliofanya nisifanikiwe leo washindwe. Waliofanya nisisonge mbele leo washindwe. Walivyofanya tu maisha yangu iendelee hivi leo vishindwe. Haribu abyo, kemea abyo. Siasikia mtu akikemea, siasikia mtu akiomba kwa sauti, siasikia mtu akimulilia Bwana, siasikia mtu akimwambia Jehova, kemea abyo. Mtu mmoja kemea. Pandisha maombi yako, pandisha sauti yako. Sema nimechoka. Nataka Bwana intervenire. Nimeteseka miaka kutosha. Hii kitu imesumbua vizazi na vizazi. Bwana fungua jamaa. Bwana fungua mafamilia yangu. Endelea na kuomba tu, endelea kupandisha sauti yako. Omba tu, lilia Bwana. Ambia Bwana akutendee, ambia Bwana akufanyie kazi. Endelea tu na kuomba. Wewe ndiwe Mungu mkubwa ambaye umetuita kwa mwito mtakatifu. Tunasimama mbele zako kwa mchana wa leo. Tunakushukuru kwa sababu unajua neno ambalo linafaa kwa ajili ya maisha ya kila mmoja aliye hapa. Kuna watu ambao wanateseka, kuna watu ambao wanafungwa, kuna watu ambao wanasumbuliwa, kuna watu ambao wanahangaishwa, lakini ninajua ya kwamba Yesu ulikuja duniani ili utafute na kuokoa kile kilichopotea. Umefika ili kwamba tupate uzima na tupate tele. Kwa jina lako tunasimama kwenye madhabahu haya Bwana, na kukabidhi mkutano huu ili kwamba ushuke na kushughulika na maisha ya kila mmoja ambaye amekuwa hapa. Umewaona wana wako wa baba kama vile wa mama, kaka kama vile dada, vijana wako hapa. Kuna watu ambao wanasumbuliwa na zile pepo zinazowafuata vizazi hata vizazi. Kama mtumishi wako Bwana, umetupa uwezo na mamlaka ya kuzikanyaga nyoka na nge. Umesema tutakachokifunga duniani kitakuwa kimefungwa, na tutakachokifungua kitakuwa kimefunguliwa. Ruhusu kwamba Bwana, yale yaliyoibwa, yale yaliyonyang'anywa, yale yaliyoharibishwa yapate kurejeshwa katika maisha ya watu wako. Kuna watu wanaonewa na pepo za vizazi, ijapokuwa hawako wa responsable wa maisha wanayoyaishi. Kama imetoka kwa watate,
tunaivunja leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inawezekana kuna shauri lililofanyika mahali ambako hatukukuweko, wala mambo yale hayatukuruhusu, lakini inatufuata na kututesa katika maisha yetu. Leo Bwana, tunasimama karibu na wewe ambaye unabadilisha historia ya watu. Ulibadilisha Yakobo akawa Israeli. Badilisha maisha ya watu walio hapa ambao wamesikia neno hili. Ruhusu roho ya neema iwe juu yao. Nguvu za Bwana zitembee katika maisha yao. Wale wanaoteswa na aina yoyote ya mapepo ziwatoke leo kwa neno la Bwana, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, maana utaachilia nguvu za uponyaji, utaachilia nguvu za ufungulifu, utaachilia nguvu za baraka, utaachilia nguvu za ushindi juu ya taifa lako hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilia wale ambao wana roho za huzuni na uchungu mwingi ndani yao, leo wapate furaha, washangilie katika wewe, kwa sababu yaliyowafunga yameachiliwa kwa jina la Yesu. Haleluya! Asante Bwana, kwa sababu ukiamua neno hakuna wezaye kuipinga, na kama unatupa hakuna tunyang'anyaye. Ukitubariki, wa kutulaani hayuko. Acha jina lako litukuzwe. Tunakupigia mikono, shukrani kwako kwa ile ambayo umefanya na ile utazidi kufanya. Twaomba katika jina la Yesu, amina. Bwana apewe sifa.